Naam, karibu tena kwenye awamu ya pili ya kipindi hiki cha Dau la Elimu, ambapo hii leo basi tunazungumzia itikadi na desturi za kusoma. Wakenya wanaonekana kuwa wanazembea sana, kwamba hawapendi kusoma. Wakisoma basi wanasoma tu vitabu tu ambavyo labda vina maneno mengine ambayo yanaporomosha maadili na mambo ambayo ni magumu ama yanayokuza maadili katika jamii. Ni vitabu hivyo basi huwa vinaepukwa sana. Labda ningependa kuanza kwa naye Bi Mwirigi, kwamba hebu tuelezee kwamba umesema kwamba mnasisitiza watoto waanze kusoma katika umri mdogo. Sijui mnafanya hivyo kwa kutumia mbinu gani? Tumekuwa tukihimiza watoto wadogo waletwe kwa maktaba ndio waweze kusoma. Na vile tunaona hatujafikia hiyo kiwango tunataka, tumeonelea tuanze kutumia mbinu mpya. Kwa hivi sasa kuna partners wenye wanatupatia vifaa ya kutumia kusoma. Na hiyo vifaa inaitwa e-readers. E-readers, Sijui kwa Kiswahili tutaita nini, lakini e-readers iko na vitabu vinawekwa. Unasoma kama vile tablet, lakini hiyo ni usomaji ndani ya mtandao. Kwa hivyo sio kama lazima uwe na kijikaratasi ama kitabu. Sasa kuna watu ambao wana utamu wa kusoma ni flipping through the pages. That's how you enjoy. Sasa wengine unapomletea e-reading sasa inakuwa sasa tena wengine juu sasa tunajaribu mtu anaona okay, ni kitabu kila siku, wacha tutafuta mbinu nyingine. Hiyo ni mbinu ya attract, kufanya watoto wengi. Yes, it's kind of motivating them to come to the use the library. Hebu siku hizi yani lazima watu wapewe kichocheo fulani ndipo watu wasome, yani unataka kusoma kitabu tu kama una Ndugu Odero, wewe unaposoma unasoma hivyo vipakatalishi ama unasoma kitabu ambacho ni kitabu hivi? Kwa wakati huu nimekuwa digital. Vera sana bwana. Sababu ya haya mambo ambayo watu wanasema ya kuwa tukaweze kutunza mazingira. Sasa kukata miti sababu ya kutengeza vitabu. Ingawa bado niko na vitabu vichache ambazo bado napitia, lakini siku hizi ninanunua DVDs zenye ziko na vitabu. Basi hivyo ndio nikishaweka kwa iPad ama kwa laptop basi naweza kuzisoma. Wewe siku hizi umekuwa na iPad bwana. Sasa kwa hivyo je, ni kwa sababu labda vitabu vina uzito fulani, unapovibeba vyote hivi inakuwa labda fafanua kidogo kwamba umuhimu wa e-learning ni nini? Ina advantages nyingi sana. Apart from hiyo mambo ya kubebana vitabu vingi pamoja, iPad ama laptop unaweza kuwa unaweka vitabu vingi sana. Na vile ile advantage nyingine ni kama nataka kushare kitabu hicho na dada Philomena, basi siku hizi kwa sababu ya mitandao basi nina click kwa hiyo kitabu na kuweza kumtumia. Kama nilikuwa na ile nyingine physical, basi mpaka niende nimtafute mahali yuko nikaweze kumpelekea, na basi nikimpelekea basi mimi sasa sina, nitakuwa sina sasa. Lakini hii nyingine inakuwezesha you can share na watu wengi. Ndugu Odero, utakubaliana nami kwamba hapo kuna hatari ya mtu kufutwa kazi, kwa sababu mtu ambaye kazi yake ni kupanga hivi vitabu katika haya mabakra, sidhani kama huyo mtu sasa ana ajira, kwa sababu inapokuwa sasa wewe unaenda katika mtandao na una kazi wewe, labda ushafutwa kazi tayari. Basi hiyo ndio advantages na disadvantages za teknolojia. Ndio. Naomba hilo yeye, maana yake ndiye anahusika moja kwa moja. Italeta mengine madhara, lakini ukiangalia mema yatakuwa ni mengi, atakushinda madhara ambayo Philomena uko sawa? Nimejua kiini ya digital. Yes. Kwetu maktaba hapa na sana kwa watoto. Ni njia nyingi tumejaribu. Tunajaribu Wakenya wakuja kusoma, na tumesema tunaanza na watoto wadogo. Ndio wakiwa wakubwa wao pia wakiwa na watoto wao pia watakuwa na hiyo culture. Tuanze mapema, na tunaanza na mapema kwa njia nyingi sasa. Sasa hii hatufikiri mambo ya Philomena atakosa kazi.
tunataka kuhimiza Wakenya wasome, basi ndio tunaona ni vifaa gani basi tutaongezea ndio tuweze ku attract hao watoto wakuje kwa maktaba. Maktaba kubwa kama hii. Ukiingia upate hakuna watu ndani, itakuwa ni hasara kubwa hata kwa serikali yetu. Sasa sioni kama kuna watu, itakuwa hasara kubwa sana. Sisi tumeajiriwa, tutalipa mshahara. Itakuwa ni hasara kubwa sana kama watu wakuji kusoma. Ndio sasa tukaonelea kama ni digital, basi tuende hiyo upande. Ndio tuweze kuleta watu hapa. Na hiyo vifaa inabeba vitabu vingi kama vile huyu ndugu amesema. Na pia utasoma, ukitaka kusoma, ukifanya assignment, homework, kitabu ya coursework iko ndani pale. Motivation book kwa mama sasa, hiyo gadget na pia anaweza chukua na asome. Na sasa akisoma hapa anaambia mtoto yako ndio hii. Kila mtu kwa familia anaweza itumia. Ndio. Na inasaidia sana kwa kuhimiza hiyo. Safi kabisa. Dada Angela Bor, labda nikuulize kwamba watoto eti wanapewa kichocheo cha kusoma kwa kupitia mfumo wa dijitali. Sijui kama wewe unakubaliana na hilo kwamba watoto wasisome vitabu ambavyo vinafunuliwa ukurasa baada ya mwingine, kwamba siku hizi ni dijitali tu ndio mkondo? Kwa maana tunaelekea times ambazo zina change. Unashinda ukiongea hapa Cheng wewe. Unasema ulisoma TKK. Napenda kitabu ambacho naweza shika. Ndio. Na ni 10 pages. Hiyo ndio ninapenda. Lakini wakati mwingine nina vitabu kwa simu yangu ambayo ninangoja kuingia kwenye mkutano, naweza kuisoma kwa haraka. Watoto siku hizi, mtoto wa miaka 2 anaweza kuoperate simu. Tunaweza kuintegrate hiyo knowledge wako nayo ya simu ili wajifunze kusoma, lakini pia tuwanunulie vitabu ambavyo wanaweza kukala, wanaweza kusoma, wanaweza kuangalia words na wanaweza kuviandika. Ili tukuze hiyo kupenda kusoma, kwa sababu tuko na waandishi na publishers ambao pia wanahitaji hiyo pesa, wanahitaji watu kununua vitabu. Their livelihoods depend on wewe kununua hicho kitabu. Na mimi ninapenda vitabu sana. I would rather nichukue kitabu niweze kuisoma for 10 pages than kutumia laptop ama kutumia. Lakini nina vitabu kadhaa ambavyo niko navyo pia. Na kila mtu, I think, tunasoma magazeti kwenye simu zetu, kwenye laptops. Lakini pia hata wewe najua unapenda kushika gazeti ukisome. So watoto wetu pia tuweze kutumia kuwanunulia vitabu ili encourage. Yes. Nimekumbuka tulipokuwa tukisoma enzi zetu zile. Hatukuwa na hizi hivi vipakatalishi, rununu ambayo ukiandika spelling ambayo sio correct inasahihisha moja kwa moja. Kwa hivyo we were so strict even among ourselves with the right spelling. Sasa uone kwamba tuko na kizazi ambacho kinasoma tu, kinajua ataandika lakini itasahihishwa na simu. Na ndio maana tunahimiza vitabu. Watoto na wazazi wanunue kamusi na dictionary. Ili mtoto hajui ni vile hiyo word inaandikwa, anaweza kuangalia kwenye kamusi. Kwa hivyo umerudi pale kwenye ile nilikuwa nakwambia kwamba tusome vitabu. Tusome vitabu. Tusome vitabu. Hiyo ndio tunahimiza. Kwenye spelling bee tunajaribu kuambia watoto, yes, unajua kutumia laptop, unajua kutumia simu ya rununu, lakini kitabu bado ni kile kile. Unasemaje ndugu Odua? Nakubaliana na hayo. Kando na watoto wetu kusomea mtihani tu. Nafikiria pia waandishi wa vitabu pia wamechangia katika mambo kama yale. Sababu kunayo kitabu yenye nilisoma hizo nyakati za kitambo, kinaitwa Things Fall Apart. Lilikuwa nilipokuwa nikikisoma nilikuwa nimetamani sana ni lini ningekutana na mwandishi wa kitabu hiki. Kwa bahati mbaya alituacha. Lakini ikiwa waandishi wa vitabu wangeweza kujumuika pamoja na wale ambao wanavisoma vitabu hivi, basi wangeweza kuweka hiyo culture ya kwa watu wajua, kumbe ni Frank ndio mwandishi wa kitabu. Na wanaweza kuna maswali mengine ambazo labda haukuyatoa katika kitabu pale, wanaweza
kukuuliza kwa kusema hivi wewe ulikuwa unaashiria nini? Basi linaweza kudevelop kwa sababu wamekutana na wewe mwenyewe kuliko kule wangekutana na kitabu chako. Basi naona ikiwa wangeweza kuweka partnership pamoja na libraries na mashule ili waweze kuwatembelea, inaweza kuboost morale ya watoto wetu kuweza na kuongezea hayo. Kama wakati huu tuko na set books ambavyo watoto huvisoma, all the 47 counties, all the thousands of schools ambao wanasoma, lazima usome set book. Kwa sababu Kiswahili na Kiingereza ni mandatory. Ikiwa waandishi wa hivi vitabu wangeweza kuvisit shule ili watangamane na wanafunzi, that would be njia moja mzuri kabisa ya kuhimiza watoto wasome. Lakini wao hutembea, lakini wajaribu kabisa waende, kwa sababu hawakukuja shule nilisome na pia sijasikia mtu amesema ametangamana na wao. Ingekuwa vizuri sana. Pia wataweka Kenya kwenye the international map. Best sellers zitatoka haje Kenya ikiwa hatutahimiza watoto kusoma. Tuwahimize kusoma, kwa sababu nasikia Jeffrey Archer ako na best seller. Mkenya yupi ametoa best seller ile tunaweza ona New York Times wameweka vitabu vyetu kwenye kwako wewe Mkutubi. Mkutubi ni librarian, kwa hivyo nakujenga kidogo msamiati. Unajua librarian ni Mkutubi. Hebu sema Mkutubi. Mkutubi. Sasa Mkutubi wewe, ningependa nikuulize kwamba je, kila Mkenya sasa hivi unaona kwa tuko na kila sampuli ya mwandishi siku hizi. Kila mtu anajaribu kuandika na wanaandika tu kwa sababu ameona kwamba Wala bin Wala aliandika kitabu mwaka jana akapata shilingi milioni labda 10 kutoka katika matibaya nini kampuni fulani. Kwa hivyo viwango vya waandishi ambao tuko nao, wewe kama Mkutubi, je, una hofu kwamba viwango vya vitabu vinavyoandikwa pia havifikii kiwango kinachostahili? Mimi kuongeza hapo ni kuwa Maktaba Kuu ya Kenya huwa tunafanya kuna mashindano huwa inakuanga ya ulimwengu ya waandishi wa vitabu, na sana sana tunajazia hapa Maktaba ya Kenya ndio tunapeana hiyo nambari ya International Standard ISBN kwa wale wanaandika vitabu hapa Kenya. Sisi ndio tuko na hiyo mandate ya kupatiana ISBN. ISBN ni International Standard Book Number yenye kitabu ina identify title ya kitabu. Kitabu kabla kuwa imekuwa published. Kwa hivyo kama ni kitabu fulani tunaona mwandishi ameandika vizuri, tuna nominate that particular author. Yes. And the competition is or the rating is done in the UK, in Ireland. And nimefanya tangu 07 na sijapata kitabu yote ya Kenya. Mtu akichaguliwa kutoka Kenya. Bahati mbaya. Hiyo ni bahati mbaya na inahuzunisha. Inahuzunisha kweli. Juu kila wakati naweka nikifikiri kwamba Mkenya atakuwa pale. Mkenya at least nikifungua bahati mbaya Mkenya hakuna. Lakini nikirundia vile walikuwa wamesema kama ni vizuri kufanya kazi pamoja na publishers na maybe KICD. Maktaba Kuu ya Kenya tunafanya kazi pamoja na publishers. Juu sisi ndio tunapeana hiyo namba ya ku-identify a title kabla ijakuwa published. Kwa hivyo pale sana sana sisi tunafanya pamoja tukiwaelezea kitabu fulani natakiwa kuwa 1, 2, 3. Na sana sana tunaangalia the physical book. Na pia tunaangalia content. Juu tunajua watu wale wanakuja kusoma hapa. Kama tuseme vitabu ya account. Tutakuwa tumeangalia vitabu zingine zile zimesafishwa za accounting. Na tutacompare, tuambia hiki kitabu tunapatia pia angalia kitabu hicho na angalia hiki kingine, alafu uone ni gaps. Kama kuna gaps. Apart from that, tunafanya pamoja upande wa kupromote publishing.
and about reading and more so like every year kwa kila mwaka kunakuwa na Nairobi International Book Fair. Ndio. Penye waandishi wanatakiwa kutembea pale wakutane na publishers. Kama kuna maswali wako nayo, wakati huo ndio wanatakiwa kwenda. Walimu wa shule, huo ni wakati wao kukutana na publishers, wote wako pale. Hiyo maswali yote, kama kuna maswali yote wako nayo, waulize pale. Wako na hiyo opportunity kila mwaka. Na hapo ndio wanaweza kutana na waone vile wataendelesha upande wa uandishi. Na sisi pale kwa maktaba, sisi nasi tunakutana na wananchi kuambia hivi ndio vitabu tuko navyo kutokana kwa our publishers. Kwa hivyo hapo tunapata tukifanya pamoja. Wale tungehimiza pia wakuwe sana pale ni wa KICD. KICD. Kwa sisi na publishers tuko pamoja. Kwa hivyo mimi nafikiri kuna umuhimu basi nyinyi muandikie, maana unapozungumza hapa labda akusikilize bwana ndugu Julius Juan ambaye ndiye mkurugenzi pale. Labda hamjawaandikia rasmi ili mueleze kwamba tungependa kuwa na ushirikiano na nanyi katika masuala haya. Ni ushirikiano ile tulikuwa na ushirikiano kidogo tuseme, si kama ile ya Kenya Publishers Association. Aha. Yeah. Sasa kuhusu viwango vya waandishi. Ndugu Odero, tukizungumza kuhusu waandishi, je, umeridhika kwamba waandishi ambao wanaandika vitabu ni waandishi ambao wana ubora fulani, ambao wanatimiza viwango vinavyohitajika katika taaluma ya uandishi kwa ujumla? Labda ni jambo la kujadiliwa sana, lakini kwa upande wangu naona kuna waandishi wengine ambao hawajafikia pale. Tuseme sisi kama nchi ya Kenya, je, ni maadili gani ambayo tungependa yawe katika familia ama community ama nchi nzima? Kwa sababu tuseme kama ningependa kupenda mfano wakati nilikuwa nikikua, mambo ya kutumia wasanii ili kuweza kutoa habari ama kuweza kuelezea. Na kuna msanii mmoja alikuwa akisema, someni vijana mtapata kazi nzuri sana. Hebu tuanze tena kuimba. Someni vijana muongeze pia bidii, mwisho wa kusoma mtapata kazi nzuri sana. Oho, endelea. Sasa ukiangalia msanii huu, kuna yale maadili alikuwa anataka kupitisha katika jamii. Ndio. Basi unaona sisi ambao tulikuwa tukikua wakati ule, tukaona kumbe kuna mazuri pale. Isipokuwa siku hizi hatuhimizi tu ya kuwa mtapata kazi nzuri sana, lakini tunataka vijana ambao wengine watakuwa entrepreneurs, watafanya kazi mbalimbali ili tukaweze kugenerate kazi nyingi katika society. Lakini unapata hata wasanii, kuna wasanii wengine ambao hata hawezi kujua ya kuwa hata wimbo ambao ametunga, je, alikuwa anaashiria what was the aim ya kutunza wimbo huo. Basi naona tukiweka ushirikiano baina ya wazazi, wasanii na society kwa jumla, tutaweza kuweza kuendelea hali ya reading culture. Na nikiongezea tena, unaona hapa nakubaliana na dada yetu hapa ya kuwa kuna vitabu hapa ukienda kuziangalia, hakuna mwenye tangu ziletwe hapa wamezifungua kama wataka vipo tu. Basi naona hali moja ya kuweza encourage watu pengine tutumie mambo kama arts. Unaona vile unaweza kwenda ulete mchoro ya maybe a human heart, na pengine uweke nusu, and then labda ikiweka pale kwa entrance, watu wanapoenda kuwa please read me. ili sasa watakapokuja wanaona kuwa mimi sipendi, je, nani anaweza kunipenda? Sababu tunatafuta njia yenye watoto na sisi wazazi tunaweza kupiga hiyo. Wewe kumcha labda tukimalizia dada Angela. Hata sisi watu wazima tuna mapungufu yetu kuhusiana na mambo ya spelling. Kwa hivyo sidhani kama unaposisitiza kwamba watoto peke yao ndio wanapaswa kufanya hivyo,
Huoni kwamba kuna haja nyinyi pia mwanze angalau spelling competition ya watu wazima pia? Tutaanza. Samaki mkunje angali mbichi. Wacha tuanze na hao kwanza. At least wewe ulisoma TKK. Ndio. Na at least unaweza kushika gazeti ukaisome. Naam. Tunataka kuanza na watoto wale wachanga. Huu mwaka tuna wale ambao watatake part kwenye competition ni class 6 and 7. Kusonga mbele tutaenda kwenye hata watoto wa miaka 2, miaka 3 watatake part pia. Alafu tutaenda kwenye high schools, alafu colleges. Alafu labda Mungu akipenda watu wazima kama sisi. Tuweze kusimama hapo mbele tuone nani anaweza kuspell. Labda tumalizie kipindi kwa kumpa fursa dada Philomena Mwirigi, toa wito kwa Wakenya, labda ukiangalia ile kamera ukipenda ama ile ama hii, kwamba ungependa kuwahimiza nini kuhusu culture ya kusoma? Ningependa kuambia Wakenya wenzangu ni vizuri sana tuhimize kama wazazi culture ya kusoma vitabu. Juu hatuna upungufu wa vitabu, hatuna upungufu wa maktaba. Maktaba tuko nazo Kenya mzima, tuko nazo kwa 37 counties tuko na maktaba. Kwa hivyo kama wewe ni mfanyabiashara, kuna vitabu vyako huko maktaba. Kama wewe ni mwanafunzi, vile vile kuna vitabu vyako. Kama wewe ni mtu anatengeneza nywele, kama wewe ni mtu anajua kari, unatengeneza sanduku, kuna vile inatengeneza kule nje, utapata vitabu pale, jinsi uendeleze hiyo biashara yako. Kama vitabu ya udaktari, jinsi ya dawa fulani, unaweza pia soma vitabu kwa maktaba. Kwa hivyo nahimiza Wakenya wenzangu tuendelee kupeleka watoto wetu maktaba, ndio waanze hiyo culture ya kusoma mapema. Ndio wakiwa wakubwa kama sisi watakuwa wanajua maana ya maktaba. Na maktaba hata kama una masomo ni kama university yako maktaba, utasoma pale mpaka ufike chuo kikuu. Asante sana. Ni mawaida maridawa kabisa kutoka kwake mkutubi mkuu Philomena Mwirigi katika Maktaba ya Taifa nchini Kenya hapa jijini Nairobi, ambapo tulikuwa tunazungumza kuhusu umuhimu wa kusoma na kuwahimiza vile vile vijana ambao wako katika umri huu wa kuenzi sana masuala ya teknolojia, kwamba pamoja na kwamba kuna kipakatalishi mbele yako, vile vile una kitabu ambacho ukifunua ukurasa baada ya mwingine kuna tofauti na kuna umuhimu wa kuwa na vitabu na kupenda kusoma. Nimekuwa nao wageni wangu katika jopo hili, ambapo nimekuwa naye Bwana James Odero ambaye ni mhasibu kitaaluma na vile vile ni mtu ambaye anapenda sana masuala ya kusoma, na nawahimiza vijana kwamba kuna umuhimu wa kusoma. Unaposoma basi unaongeza maarifa zaidi. Vile vile nimekuwa naye Bi Angela Bor ambaye anasisitiza kwamba kuna umuhimu wa kunoa makali yako namna ambavyo unaandika Kiingereza, basi na tukamsisitiza kwamba vile vile alete mashindano hayo katika lugha ya Kiswahili, maana lugha ya Kiswahili pia ni lugha ambayo inakuwa kwa kasi sana katika eneo zima la maziwa makuu nchini Kenya, nchini Tanzania, nchini Uganda, nchini Rwanda na Afrika ya Kati. Kiswahili kinazungumzwa. Ndiposa basi wale ambao walikuwa wanafuatia kwa karibu sana kipindi hiki, basi nasema kwamba namsisitiza Bi Angela Bor kwamba Kiswahili pia kipewe nafasi yake katika mashindano hayo ya spelling competition. Jina langu ni Frank Otieno, kwa niaba ya wenzangu wote msimamizi wa kipindi Rebecca Mwiruri na mwelekezi wangu ambaye alikuwa akinipa mawili matatu katika masikio yangu hapa Bwana Xavier Ouma, bila kuwasahau wapiga picha wote ambao wamekuletea picha hizi safi katika runinga yako, Bwana Nebat, Bwana Langat na wengine wote, mafundi wa mitambo ambao tumekuwa nao hapa tukishirikiana nao kukuletea kipindi hiki kutoka hapa katika Maktaba ya Taifa nchini Kenya. Hadi wiki ijayo, kwa sasa ningependa kumpisha ndugu Lofty Matambo na kikosi chake cha kipindi cha Kimasomaso. Kwa heri.